Somo la leo lina ujumbe mfupi unaosema msamaha. Msamaha. Unaposikia neno msamaha unaelewa nini? Unajua fikra, unapata tafasiri ya kwamba nina haja ya kujielekeza ili niwe mtu ambaye ninakubali kusamehe. Jamani, haleluya. Tazama macho kidogo kwa mchungaji. Vizuri kabisa. Niangalie kama nina macho yako chini, niangalie vizuri. Narudia tena. Unaposikia neno msamaha kwenye tafsiri ya ubongo ni hivi: nina haja ya kujielekeza na kujifungamanisha ili niwe mtu mwenye huruma, mwenye neno msamaha, anayetoa rehema. Naweka tafsiri nyingine tena. Katika dunia ya leo tumechanganywa akili sana na ibilisi kiasi kwamba tumekuwa watu ambao hatuna huruma kama alivyokusudia Mungu tuwe nayo. Nami mchana wa leo natamani nikukumbushe ya kwamba una haja ya kusamehe. Narudia tena kwako, una haja ya kusamehe. Unaposamehe unajisamehe na wewe mwenyewe. Katika kitabu cha Waefeso, fungua Biblia yako hapo, tujielekeze kwenye kitabu hicho cha Waefeso. Waefeso sura ya 4 fungu lile la 32. Fungua Biblia yako na tutasoma kwa pamoja. Soma haya maneno ya kuingia na wewe ujue ya kwamba unaposamehe kwa mtu mwingine na wewe mwenyewe unajisamehe. Kama umefika hapo Waefeso sura ya 4 fungu la 32, sema amina. Amina. Basi tusome kwa pamoja. Waefeso sura ya 4 fungu la 32. Tusome wote kwa pamoja. Na iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Alafu anasemaje? Wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Tunaposameheana sisi kwa sisi, tunaingia katika mpango wa Mungu wa kuunganika na yeye kama Kristo alivyounganika na Baba yake, akatusamehe na sisi tuliokosea, na ndio maana akaacha enzi na kuja kwetu. Hiyo inamaanisha nini? Unajiuliza, unasema mchungaji, kama Mungu katika Kristo Yesu alivyotusamehe sisi, ni mahusiano ya Mungu yaliyojengeka kwa ajili yako wewe na mimi ninayezungumza. Ndio maana Mungu akasamehe, maana yake akaachilia, akaamua kusamehe, akaachilia, akaamua kushuka kwa ajili yako na kwa ajili yako. Ni kweli umetenda dhambi na Mungu anajua, lakini akajivika rehema na huruma, akashuka kwa ajili yako, akaachilia, akasema kwa nini? Mimi ni mkuu kuliko dhambi anayoitenda, na huyu nimemuumba kwa viganja vyangu, nimemfinyanga mimi mwenyewe. Sasa
Mungu bado anasamehe. Amen. Haijalishi unakosa la namna gani, hata yamkini unaloliona kubwa linalosemwa katika jamii, hata kama umeua, anasamehe. Hata kama ni mzinzi, umetumia mwili wako vibaya, bado anakusamehe na bado ananisamehe. Haijalishi ni dhambi ya namna gani, lakini anakusamehe hata sasa. Halafu alivyo ajabu ni hivi, hata kabla hujaomba msamaha ameshakusamehe. Narudia kwa kasa macho kwa mchungaji. Yaani Mungu yuko hivi, sio kama ibilisi ya kwamba paka ulete kitu fulani ndio akusamehe. Ameshakusamehe. Pale alipoandikwa msalabani, alipomtuma mwanae, alitangaza msamaha. Sasa kama Mungu aliamua kusamehe, anatuagiza na sisi tufanyeje? Tusameheane. Ndio maana Paulo anatuambia tena, iweni wafadhili. Angeweza kutumia lugha hii. Hebu nanyi washiriki, hebu ngeukie jirani yako. Ngeukie jirani yako. Na leo mchana ule naye chakula. Huyo ule muangalia. Nenda ule naye chakula. Mshike tena mkono jirani yako. Yaani huyo leo uende naye. Mchana tukimaliza hapo ibada unaondoka naye. Muangalie basi. Muangalie vizuri. Mshike na mkono vizuri. Huyo leo mshike. Leo ukuzane naye kwako au kwake. Wewe mle chakula pamoja. Na ukivunja ile kanuni imekula kwako. Na kama mimi mzee naondoka na wewe. Naondoka na wewe. Aenda nyumbani leo. Huyo aliyemshika mkono leo unaenda naye wapi? Nyumbani kwa chakula. Yaani tukimaliza tu hapo ibada usimwachilie, nenda naye. Iweni wafadhili, manake ni hii. Iweni wakarimu ninyi kwa ninyi. Amina. Katika kutenda jambo lenye ukarimu linaambatana na msamaha. Nielewa baadaye. Wapo watu ambao wanaogopa kusema jamani nisamehe, lakini wanaweza kutekeleza matendo, si ndio? Sasa yana nguvu matendo ya ukarimu. Iweni wafadhili ninyi kwa wenye nini? Inamalizia hapo, inasemaje? Wenye umefunika. Basi na mimi ngoja nimalizie. Wenye huruma. Huruma inapokuwapo, msamaha unatangazwa. Amen. Sasa usipokuwa mkarimu, unakosa huruma. Ndani yake kuna nini? Msamaha. Baada kupeleke mahala fulani hii ambapo kimsingi utaelewa kwa kina. Itakapofika saa 7 siku hii tutakuwa tumehitimisha hapa. Anasema wenye wafadhili ninyi wenye nini? Halafu jambo lingine ni nini? Mkasamehane. Kwa la kwanza linaloanza ni lipi? Wafadhili. La pili linalofuata ni lipi? Huruma. Haya maneno mawili yanabeba dhana ya kusameheana. Halafu Paulo anasema kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi, wewe kwa nini usiwe mwenye huruma? Kwa nini usiwe mkarimu?
Jioji na mchana wa leo utagundua ya kwamba una haja ya kufanya mazoezi ili uwe mtu mwenye huruma na mwenye ukarimu, ukawasamehe wengine bila kujali kasoro zao. Unapotazama kasoro, unajiingiza kutokuwa mtu mwenye huruma. Unajiweka katika viwango vya kuangalia wengine na unajisahau wewe mwenyewe. Kwa hivyo unakosa huruma, unakosa ukarimu, na mwisho wa siku utajiona wewe ndio wa thamani kuliko wengine. Na Mungu ametuweka hapo ili tuhudumiane sisi kwa sisi. Nataka kwenda mahali hapa kidogo. Kwa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 fungu la 9. Mtu mmoja anaweza kufungua hapo na kusoma kwa haraka. Waraka wa kwanza wa Yohana fungu la 1, sura ya 1 fungu la 9. Waraka wa kwanza wa Yohana. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee dhambi zetu. Anaondoa kasoro na mapungufu yote na kututakasa na udhalimu wote. Anakutakasa, hauwi tena mdhalimu, ila unabadilika kuwa mtu mwenye huruma na mtu mkarimu. Haleluya, amina. Kwa hiyo nakutangazia mchana wa leo kuwa mtu mwenye huruma. Kuwa mtu mwenye namna gani? Niliyoisema ya pili, mkarimu. Ndipo utaweza kuhesabu wengine wote ni watoto wa Mungu kama wewe. Lingine kwa ajili ya faida, fungu lingine kwa ajili ya faida, ili uweze kuelewa kwamba msamaha unamaanisha nini. Nataka kuambia kabla ya hilo fungu, unapaswa kuungana baada ya kusikia wito wa kusamehe. Mungu anapokuita ili uwe mkarimu na mwenye huruma. Waraka wa kwanza wa Yohana unakupa wito wa wewe kujichunguza, ili uwe mtu ambaye utaungama na kuwaleta wengine sawa na wewe mbinguni pa Yesu. Jamani, haleluya, amina. Sababu unaitikia tu amina. Narudia tena ili ikae katika ufahamu wako. Namba moja niliyoisema katika yale mawili, mwenye ukarimu na mwenye huruma, kutengeneza msamaha ili ukamilike, kwa sababu umeshasikia wito. Jambo la kwanza la kufanya ni wewe kuungama dhambi. Ambayo imekupelekea wewe kuwafanya wengine wasisogee mbinguni pa Yesu. Ndipo roho ya Mungu itakuwa ndani yako. Roho huyo atakuongoza kuwa mkarimu na mwenye huruma kwa wengine. Ungama dhambi. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 fungu la 12. Ni ombi ambalo Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Mathayo 6 fungu la 12, Biblia inasemaje? Niyepata asome. Tusamehe deni zetu, kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Ni katika mahusiano ya kuwasamehe wengine ndipo tunaunganishwa pamoja na Mungu. Tunapoomba msamaha na toba mbele za Mungu, ndipo ombi hili linalotimia ambalo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake, ya kwamba tunapoenda mbele za Mungu lazima tusamehe. Lazima tufanye nini? Tusamehe. Tunapounganika na wengine ndipo tunaenda mbele za Mungu. Unaweza kwenda mwenyewe, lakini unaenda na wengine. Ila ombi langu ni hili, twende wote kwa pamoja mbele za nani? Za Mungu. Tuna madeni mengi. Wengine wana vikoba vya kulani watu. Wengine wamekopesha, wana SACCOS.
majungu wameambukiza mpaka na watu wengine. Sasa tuondoke huko, tuwe wenye SACCOS za kuleta watu kwa Yesu. Kama ni majungu yapigwe ili kumleta huyo mtu aje kwa Yesu. Sika unanielewa? Unanielewa vizuri? Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu, tunaenda sisi na watoto wetu, tunaenda sisi na jamaa zetu, sisi na majirani zetu. Tunapowasamehe na kuwahesabu wao ni sawa na vile viumbe vilivyoumbwa na kufinyangwa na Mungu, tunaenda kwa pamoja, haijalishi ni imani gani. Unajua maana yake nini? Tutatengeneza mahusiano na tutawapata kiurahisi, na injili itahubiriwa kirahisi bila kutumia nguvu ila akili. Sasa nataka nikuambie neno moja tu hili. Geuka huku mtazame mchungaji. Geuka kabisa. Mtazame mchungaji. Sasa hivi mwambie moyoni mwako, mwambie Mungu unisamehe. Kwa nyanja zote mwambie Mungu nifanye nini? Iwe kwa kuwaza, iwe kwa kutenda, mwambie Mungu nifanye nini? Nisamehe. Kwa kutenda dhambi yote mwambie Mungu nisamehe. Na unajua Mungu ni wa rehema na mwenye upendo, mzee Jungula. Sio kama alivyo Sangawe. Yeye yuko hivi. Hasubiri mpaka useme, ila anakusamehe ili umfahamu. Alafu mjue alivyo wa pekee. Ndio Mungu mwenye rehema, mwenye upendo. Unaposamehe, anaongeza chatu ya moyo wake ndani yako. Unakuwa mtu mwenye rehema, uliyejaa huruma na mkarimu. Jamani, haleluya. Na nataka nikwambie, umejua msamaha na maneno mangapi? Hesabu mwenyewe. Kwa hiyo katika msamaha kuna maneno mengi yanaweza kuundwa hapo, ila haya machache kwa ajili yako mchana wa leo. Kaza macho huku vizuri kwa mchungaji ili akuambie. Neno msamaha lina uwepo wa Mungu. Herufi ya kwanza. Neno msamaha, herufi S, lina uwepo wa sifa kwa Mungu. Na katika neno hilo la msamaha, herufi A ya tatu, kuna neno lililokamilika, ardhi. Na katika neno la msamaha kuna herufi M hapo, mshikamano. Katika neno msamaha kuna herufi A inayomaanisha afya njema, na H heshima, na ya mwisho amani. Sasa wewe nikwambia kwa kifupi, unaposamehe unakaribisha uwepo wa Mungu. Jamani, haleluya. Amen. Usiposamehe kinyume chake unakaribisha uwepo wa ibilisi aingie ndani ya mwili wako, mawazo yako, unakuwa kiumbe tofauti na mpango wa Mungu. Kwa hiyo unaposamehe unakaribisha uwepo wa Mungu. Mungu anafanya nini sasa akiingia ndani yako wewe unayesamehe? Mungu anapokea sifa. Mzee Maona, kamata vizuri jina lako Mzee Maona. Mungu anapoingia ndani yako anapata sifa kwa mtu anayesamehe. Sasa Mungu akipewa sifa inayotisha kwako wewe unayesamehe, ndio ile Paulo anayosema tuwe na mshikamano, anayerejesha pale sisi kwa sisi. Tunakuwa na muunganiko tunaposamehe wanamkimbizi, tunaposamehe wanamkimbizi. Na pia kwa faida za kwa ajili yako
wewe unayesinzia, hebu mwamshe kidogo jirani yako. Kwa niaba ya mchungaji mpige hata makofi. Unaposamehe Mungu analeta mshikamano. Unaposamehe Mungu anarejesha afya njema. Shetani anapenda uwe na magonjwa. Usiposamehe na nini anachokifanya? Kulimbikiza magonjwa. Sio kwamba wote wanaougua ni mpango wa Ibilisi. Mengine ni kwa ajili ya Mungu aendelee kutukuzwa. Lakini siri ni hii, Ibilisi ameleta magonjwa mengi ili watu wasisameane. Kwa hiyo usiposamehe hautakuwa na afya njema. Mwambie jirani yako utakuwa na shida na afya ya akili usiposamehe. Kwa hiyo unapotoa msamaha unajipatia afya njema wewe mwenyewe. Alafu afya njema kwa yule hata asiyetaka kuomba msamaha. Anajifunza naye afya ya akili na mwisho wa siku anasema, mbona nimekutendea ubaya huyu, alafu amejisamehe tu. Hajasema neno lolote, anasema nimekusamehe tu. Yaani hivyo kirahisi. Unaposamehe ni afya njema. Na unaposamehe LPH ni Mungu anapata heshima. Mungu anapopata heshima anarudisha heshima kwako mzee Faraja. Kwa hiyo msamaha ni neno dogo tu linaloonekana lenye herufi 7 tu, lakini lina maana kubwa kwenye afya ya kiroho. Msamaha. Nimeruka neno moja hapo, herufi A. Namba 3, herufi A. Unajua unaposamehe, msamaha unapotoka pale panapokuzunguka, ardhi yako inabarikiwa. Hivi naongea na mtu? Kwa hiyo kinyume chake, usiposamehe eneo linalokuzunguka, wanaokuzunguka, usiposamehe aliyekukosea, waliokukosea, eneo lako halina uwepo wa Mungu, halina baraka. Tofauti yake ni kuruhusu uwepo wa Ibilisi aendelee kutawala hapo na kufanya matendo yake yaliyo maovu. Kwa hiyo mchana wa leo ninakuomba samehe. Samehe. Utaona mazingira yako yanabadilika. Wewe mwenyewe kitabia unaimarika na kubadilika. Kama ulikuwa na mbaya inakuja nzuri. Kwa nia ya nini? Ya kusamehe. Ardhi yako inabarikiwa. Maana umefanya nini? Umesamehe. Hata utakachokipanda itakuwa na baraka na mavuno yataonekana. Yaani katika mtu anayesamehe, hata anapotembea tu, hata kama analinga, watu watamuona Yesu. Lakini kwa mtu asiyesamehe, hata akitembea ile ardhi inakanyaga, anasema wewe mbona ukusamehe? Sasa unaweza ukajikuta kwa simaanishi kwamba inatokea tu hivyo, lakini nataka kutengeneza akili yako iwe nature na Mungu. Uelewe ya kwamba mazingira yanafaa yamtukuze Mungu katika wewe kuwa karibu na Mungu unaposamehe. La mwisho ni amani inatawala. Unaposamehe amani inatawala. Usiposamehe kichwani mwako utabeba mzigo mzito ambao sio saizi yako kubeba. Mchana wa leo itoshe tu kukuambia kwamba samehe. Samehe, achilia. Achia kabisa. Kama kuna mtu ambaye amekosana, achia, samehe. Kama kuna mtu ambaye amekutenda jambo, samehe, achia. Kama kuna mtu ambaye amefanya baya zaidi ambalo kiasi kwamba limeleta kumbukumbu mpaka hivi au utu uzima, kuanzia utoto hata utu uzima, samehe. Amen.
Samehe ili utembee na Mungu. Samehe uwe na afya njema. Samehe uwe na amani. Samehe upate heshima. Maana Mungu anapoheshimiwa na wewe unapata heshima. Mchana wa leo wangapi wanatamani Mungu aingilie kati katika kila jambo? Maana anajioji na kusema ya kwamba mchungaji, sikujua leo ungeweza kusema hili neno, ni dogo tu. Kuna wengine wamefika mahali hata wanatamani kuua. Mke anatamani kumuua mume wake, mume naye anasema si bora hata ningechukua mwingine kuliko hili. Anamdharau. Na hiyo imeambukiza kwa watoto, imeambukiza kwa jamii yetu inayotuzunguka, na mwisho wa siku tumekuwa kizazi ambacho hakina huruma wala ukarimu mbele za Mungu, chenye matendo mema ya kuwaleta watu kwa Mungu. Mchana wa leo nakuomba, inua moyo wako kwake Yesu, mwambie Mungu, nisaidie kusamehe, nitengeneze katika mazingira yangu nami niwe mtu wa msamaha. Maana imefika mahali hata nikiingia nyumbani kama baba, nikiingia wanaona ameingia askari. Na baba naye akiona mke wake amekuja, anaona huyu atakuwa brigadia. Msamaha umetufanya tukakoseana sisi kwa sisi, hata tuheshimiani. Maana Mungu wa mbinguni hatumheshimu katika kurejesha mahusiano ya sisi kwa sisi, iwe ni katika maeneo yetu ya ibada, iwe ni katika jamii. Mungu atusaidie tusameane. Na ndugu yako akikosa, nenda umuone. Maana yake nenda msameane. Ni agizo kusamehe, sio ombi, ni agizo kusamehe. Maana tunapofanya twalitukuza jina la Mungu wetu wa mbinguni. Haleluya.